Kwa majina naitwa Kariuki Kahiga, mimi ni mkaaji wa hapa Phase 5 in Kameno Ward, County Government, Kiambu County. Kwangu ni machache, siongei mengi. Yangu inaenda direct to the governor wa Matangi. Nauliza swali moja. Hii ni main road ya kutoka Estate Dani ama kutoka sokoni ukielekea shule ya Kenyatta Primary. It has turned to a garbage site. Kangoki imegeuka ikakuja hapa Makongeni. Hizi ukiangalia hii area yote hii ni manyumba. Wakaaji hapa wanalalamika. Na county government ya Kiambu imeongeza revenue kila kona. Ukienda kwa renewal ya licenses, ukienda renewal ya lease za hizi manyumba unaona hapa mambo ya garbage collection, mambo ya maji, mambo ya drainage yote wameongeza pesa. Na gavana Matangi pesa yote ya maokota, yeye anapeleka kwa miradi yake huko. Pesa ya county ya kikototo revenue yote anakula kivyake. Kazi yafanyi, kazi kidogo kama hii ya takataka imemshida. Ukiangalia tu hawa watoto wanatupita hapa wakienda shule. Hii ni njia yao kupitia hapa. Kukinyesha kidogo hii inakuwa hata sijui inakuwa nini. Haiwezi pitika hapa, nyumba zinahama, watu hawezi kaa vizuri. Kazi yake anakota pesa ni kukula tu hapa. Kwa hivyo sisi tunasema kidogo kwa gavana wa Matangi, ujue mahali popote huko wewe ni one time. Hatutaki mtu ambaye anakota pesa ya raia hapa. Kazi ni kukula pesa. Tunataka ukiokota pesa yetu tufanyie kazi inavyofaa. Kazi kidogo sana takataka imemshida. Tukiregea ni mambo ya maji. Hapa wanaishi wanalamika na maji. Ameshindwa mambo ya maji kabisa. Na nasema yeye ati anatuletea smart city. Nauliza hii ndio picha ya smart city kweli? Barabara hizi zimekuwa shamba. Zingine zimekuwa dumping site. Na wanatuambia mambo ya smart city. Hapa ugiza uwezi pita usiku. Unabomolewa hapa na wakora kila wakati. Mataa yote unasema mataa unaweka kila kona. Angalia tu, angalia hapa ni giza tu. Hakuna mataa. Mataa waliweka wamengoa na current MCA. Wanaweka mchana, usiku wanatoa wanaenda nayo. Wanaenda kuambia watu wengine hapo wanawekea mataa. Hii ni giza. Kuongea tu kweli, inaonekana mchana hadharani. Tumekuja mchana, huja kuja usiku, tumekuja mchana. Ni hadharani, mataa ni inakuwa usiku hapa kupita ni shida. Na bomolewa na wakora. Atobe mambo ya smart city. Tukienda mambo ingine ya health. Angalia picha tu. Tuambie hapa tumejenga mahospitali sijui 1000 ngapi hapa Kiambu. Kama hapa Kameno Ward hatuna hospitali yoyote. Nasema mambo ya level 3 hospitals. Unatuambia sijui hapa umejenga mahospitali ngapi, na hapa hatuna. Watu wanaenda kwa private hospitals. Na tunafaa kuwa na hospitali ambayo ni ya public. Ukienda pale hapa hospitali tuko nao hapa visit. Hata lab services hakuna. Show ya hapo haifanyi kazi. Wagonjwa wanaenda hapo wanaomba show kwa maproti kwa majirani hapo. Na unasema hapa kazi ni unafanya kazi ati roho ndio hiyo. Roho ndio hii ya uchafu, roho chafu. Hii ndio roho unatuambia kila wakati. Tuambia hapo meta smart city ya ukora hapa. Sisi tunataka ambaye gavana tufanyia kazi. Juu wewe umeshindwa na kazi. Tumekupatia muda wa kutosha, umeshindwa. Wewe maliza term yako, enda nyumbani. Mahali popote ujue wewe na MC wako wewe ni one term. Asanteni. Kwa majina naitwa Wawero Brian aka Big Shot. Mimi ni mkazi hapa Thika Town. Nafanya biashara hapa for the last 10 years. So biashara hapa Thika Town imekuwa slow kidogo kwa sababu tunapata county imetuongezea license sana. Unaona every year wanaongeza kitu na inakuwa very tiresome kuendelea kufanya biashara sana Thika Town kwa sababu unapata rent zinapanda na county bado inatongeza ushuru kila wakati, na kila wakati wanaongeza ushuru unapata hawaongezi stima, hawaongezi street lights, unapata hawaongezi drainage, parking, hawaja tarmac. Huku wameacha vitu kama sasa ukinyesha dakika 10 hapa Thika Town hakuna biashara kwa sababu unapata kutakuwa umeflood, so drainage is very bad. So unapata kila wakati tunafanya kitu fulani watu wa Thika Town wanataka kufanya biashara, na a lot of business people here ni majenzi, lakini wao kidogo wakikuja hapa wanafurishwa. Mtu anakuja na ameanza capital yake kama ile ya Nyota, unasikia wanapewa 22,000, license yenyewe ni 10,000. Sasa ukinipatia 22,000 tugawane 10,000. Sasa sina capital ya kuanza biashara yangu. So hata unapata mtu mwingine anaamua tu kaa nyumbani because hana kitu kingine kufanya. Unapata sasa mtu anakuambia ati amepeleka toshui kule mashinani. Sasa mimi naishi kwa apartment. Mimi nikiishi kwa apartment na umenipatia jui ama unipatia nguruwe. Sasa napeleka nguruwe kwa apartment surely. Unajua pia governor pia ni kama amelalia masikio because kila mtu ako hapa, wale wanampatia pesa mingi ni wao watu wako hapa town.
Na sisi tukipatiana pesa pale town unapata hakuna kitu tunasaidika nayo. Kila wakati unasikia pesa imepelekwa wapi. Hapa Thika hakuna kitu. So tunabaki kama tumebaki bila kitu yote, na it's very disgusting, na we are very annoyed, na watu wamechoka. Na watu hapa majenzi hawataki handouts. Wao wanataka kufanya kazi, waweze kupata pesa yao, riziki yako kila siku, because utanipatia za umoja leo, kesho utanipatia nini? So ukinipatia empowerment ya opportunity ya kuweza kutafuta pesa, itakuwa vizuri, kwa sababu I am able to satisfy myself tomorrow and the next day and the next day. Lakini wakati ya kuniambia sijui unanipatia za umoja, za mbili, hainisaidii. So mimi kila ningeomba government saa hii ni tuache siasa mingi, tufanye kazi. Unajua we are always in campaign modes. So mtu aitikia alishaelektiwa as a governor, as an MCA, as a senator, wewe fanya kazi. Kwa vile sasa kila wakati ukishatuambia unataka 2027 wacha itajitafutia yake. Tutaangalia kazi yako, tuangalie kama tutakupatia. Lakini as for now, watu tunaona tu ni one term. Ni upige tu one term, watoke waende. Wamalize waende. Ama pia watuambie pesa yao ni ngapi imebaki, tuhesabie pesa yao yote waende. Tukuwe na by election kama Olkalau. Kwanza watu Olkalau tumewapigia salute. Asante sana. Whatever you guys did was very commendable. Na ningeomba Kenya mzima ifanye vile Olkalau ilifanya. Vile walifanya hivyo, tufanye vile Olkalau ilifanyika. Na mimi nimefurahi sana, na mimi ni mtu wa one term. Hadi hao watu wote waende, tulete wengine wasafi. Namna hiyo. Biashara zimekuwa namna gani? Kwa sababu tumepata malalamishi kuwa Wakenya wanasema, ama watu wa Kiambu haswa wanasema license zimekuwa zikiongezewa. Labda si venye wanaongezewa, labda hivyo ndio biashara pia zinakuwa ziko sawa. Biashara bado zimebaki chini. License zimeongezewa sana. Kama sasa back in 2010 years ago, license ziliwanga 35. 2015 license iliwanga 45. 2020 ikafika 85. Right now we are being charged 13,500. Wow. So now you're worried. Unajua unashangaa kila wakati. License zinaongezwa kila wakati, lakini pesa inapelekwa kwa mfuko za watu. Watu wamepata magari huku, wamenunua mashamba, wanafanya nini, lakini sisi kwa ground tunaumia. Na tunaumia kabisa. So tungeomba watu waweze kustyle up. Ni kazi gani nyingine unaona maybe watu wa Kiambu hamjaweza kufanywa, ama ni kitu gani ungetaka county iajibike kwa kufanya maybe katika yale mambo yanayohusiana na Wakenya? Kama saa hizi county ingeweza kupunguza license kwanza, wa enable youth, kwa vile ndo wengi, wa enable youth kufanya kazi, itakuwa rahisi. Lakini saa hii kama hawezi enable youth na yeye ako na capital ya 30,000 40,000, unataka fanya kazi kwa namna gani? Mtu ameanzia biashara yake ya mananasi hapa Thika town, kidogo ameshikwa na kanjo. Sasa atafika kweli kufika hata kulipa license kubwa unataka alipe? Kwa hivyo wana biashara nyinyi mnasema, sasa tunasema saa hii watu license ipunguzwe, watu youth waweze kupatiwa loan. Unaona the last election 2022, last election ulikuwa unaingia pale KCB Bank, kama uko na license ya county unapatiwa loan ya 150,000 kama wewe you are a new applicant. Na kama uko na when you a return customer wa KCB Bank ulikuwa unapatiwa 500,000. Sasa unaona hiyo ni pesa inaweza fanya, unaweza jipanga na unaweza sasa lipa hata hiyo county unasema unalipa. Unaweza lipa vizuri. So hiyo wakati unapata you get access to loans, na hiyo ndio hata hapo ndio biashara yetu ili expand. Yeah. Message yako ya mwisho kwa governor ni gani? Message yangu kwa governor ni ati tuache siasa mingi, tufanye kazi. Siasa mingi tuache. Na usikuje after 5 years. Kama sasa last time I saw him was 2022. Kwa ground huko anakuja, najua next year atakuja 2027. So sasa hii ningemwambia akuje ground, acha afeel vile ground iko. Asikuje kuambiliwa pale anatuma watu. Hapana, acha akuje mwenyewe aweze kuongea na watu wako ground. So drainage mshughulikiwe, parking mshughulikiwe, street lights usiku. Ukikuja hapo usiku utaona kama si hizi stalls na hii petrol station inawasha mataa kwa hii barabara, hakuna mwangaza hapa. Tukifunga biashara si wote, hakuna mwangaza hapa. Utapigwa ngeta. Wezi utakuwa wengi nini. Yeah. Sawa, shukrani.
Thank you very much. Mimi naitwa Hassan, mkazi wa Kameno Ward, Thika Sub-County, Kiambu County. Mnavyoona hapa kwamba tuko na takataka ambayo inadhuru wafanyi biashara wa hii soko. This is not an accident. We have taxes that are being collected day in, day out. Tunataka kuuliza governor currently, what is he doing about this situation? On the other side, tuko na vijana pia hawana kazi, lakini unaambiwa gari imekuja, moja imeharibika. Tunauliza Kiambu County, Kameno Ward, iko na gari moja peke yake? That is a question that we should be answered. Ukiangalia hapa ndani kuna drainage. Wale wa mama wa soko wote wanakuja kumwaga takataka na nini hapa. Hii hata any investor cannot come here and buy. Inamaanisha watu hawawezi kuja kuingia kwa takataka. Hilo swali tunafaa kuwa tunajibiwa. On matters of revenue collection, there is waste collection fee. Hiyo waste collection fee kazi yake tunataka kujua ni ya nini, kama kazi ni hii. Takataka leo hata ni mzuri imepangwa. Other times hii takataka inaingia paka ndani. Siku ile kunanyesha mvua, drainage huko ndani watu hawezi ingia. Tunapigia county government of Kiambu wakuje watoe maji. Maji will take 3 days. After 3 days bado maji haijatolewa. And the same county government comes and start collecting revenue. Sasa tunauliza, why are you collecting revenue if you are not accountable? Those two things should go together. Accountability and collecting revenue. If you cannot be accountable, kindly do not collect revenue. Let us wait for people who will be accepting responsibility and accountability of this garbage. This is an embarrassment to Kiambu County. Kiambu is one of the biggest counties in terms of revenue collection. So sisi tunaambia it is a challenge currently. It is a challenge because currently you are in power. Kama hamutaweza, kuna watu wengine wako kwa line na wataitisha kura kutoka kwa wananchi. Let us remember, we are all serving the people, not on individual interest. Hatujasimama hapa because of politicking. We are showing everybody this is a failed state of affairs. Let us tuwajibike sisi sote. Hii takataka tafadhali isikuwe inaokotwa mtu akijisikia. Inaokotwa kwa sababu mtu amelipwa kufanya hiyo kazi na wananchi wamelipa ushuru. Asanteni sana. Other services like kwa maji, washrooms kunazo huko na mnalipa how much? Mambo ya maji hakuna. Kitambo watu walikuwa wanalipa 20 bob. Mambo ya garbage collection sasa hivi wamepeleka 50 bob. So hakuna maji huko ndani. Mambo ya sanitation bado iko chini. So those things should be addressed urgently. Otherwise, this state of affairs itakuwa ina shun away investors na itakuwa inafanya watu kwamba watoto wetu pia wanagonjeka. Wale wanauzia pande ile ya barabara hawawezi kaa, wanafungua wakifunga mapua. Hiyo sio biashara. Hiyo ni mtu ambaye hajawajibika. So tunaomba wale ambao wamepatiwa hii kazi, kama hawawezi hii kazi, tafadhalini, it is very simple, wacha wengine washike hiyo usukani na wafanye kazi. It goes to the county governor. Utaanza na jina. Wanta mpaka kwa jeneza. Anza na jina. Kwa majina naitwa Daddy Yokto. This goes to the county government. Wakianziwa na Governor His Excellency Kimani Wamatangi. Makongeni is becoming one of the most dirty areas we are encountering nowadays. Yeah. If you see our environment here, everywhere is takataka. It is takataka here, takataka there. Look, we are coming to Italy in a hotel like this and we have a whole garbage here. A whole trail of a garbage and our hotel is here. We urge the government and the county council of Kiambu to make sure or to do what?
to make sure they do their part, their work in cleaning our environment. Yeah, this is jams, dirt everywhere. If you go that behind that street there, all along the path, takataka everywhere, takataka everywhere. Everywhere you go there, takataka. Everywhere you go there, takataka. Makongeni is becoming very dirty. In fact, nowadays, it's not a good place we are staying. In fact, I'm eating in this hotel, and this is garbage here. Yeah. The sewer line is very poor managed. You see, the sewer line is very poorly managed. It is spilling all over. Cholera, typhoid will come from here. Governor Wamatangi, one term. If you don't do your work, one term, mpaka kwa jeneza. One term. And the hospital and the MCA who is controlling the county government, council, who we call who? His Excellency John Jiru. You do nothing, in fact, you do nothing in our country, in our ward here. You are doing nothing, in fact. You are MCA for what? You are doing nothing. Our roads are very dirty there, potholes. If you look our roads there, very poor. Our infrastructure, very poor. Our garbage collection, very poor. We don't have anything to do. Give us work. We clean this mess up. Your county government, the council of Kanjos, wameshindwa na kazi. In fact, go home. And Wamatangi, one term, mpaka kwa jeneza. This is not Kiambu. Are we making Kiambu great again here? No. You must go home, Kimani Wamatangi, if you don't do your part. Go home. Danson Boro. Danson Boro is the MCA. Peter Mboro. Do your part. Look here, cholera, typhoid along here. We don't want your services anymore. We want able leaders. Go home, my friend, if you don't fix these problems. Wanna fix them. Na tuko kadi. Peter Mboro, tuko kadi. We will go home. One time.